ikiwa ikileta okay. Haya, dakika moja. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا ومعلمنا محمدا رسول الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتانا اليقين فجزاه الله ما جزى نبيا عن أمته ورسول القوم وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Ndugu katika imani, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma na amani Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tunabudi kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kutujalia neema chungu mzima. Miongoni mwa neema kubwa ni kuwa na siha na uzima. Neema mbili ambazo kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakuacha kuzihusia katika maudhui yake ama katika kuwanasihi masahaba zake, ila alikuwa akipanda katika mimbar anawakumbusha neema mbili ambazo kwamba wengi miongoni mwa waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wamekwenda kukunjwa, na sio kwamba wamenyimwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala amewapa, lakini neema kama zile hazipiti katika akili zao, ikawa ni sababu ya wao kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, neematani madhurunna fihinna kathiru minan nas. Ziko neema mbili ambazo kwamba wamenyimwa miongoni mwa wanadamu. Neema kama hizi ashiha wal faragha, ni uzima na wakati. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, mtu anapata hasara, anapata hasara mwanadamu ambaye kwamba ataruzukiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala neema kama hizi, na isiwe ni sababu ya yeye kuzikumbuka na kurejesha shukrani kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabii Musa alayhi salatu wassalam alipokusanyiwa neema na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alienda kutaka dua. Alimwambia mwanachuoni mmoja, mimi vipi nitamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mwanachuoni akamwambia, ukijua kwamba umeneemeshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukishajua kwamba huu uzima ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ushamshukuru. Ule kumshukuru bado ni neema ambayo kwamba inahitaji shukrani. Akamuuliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbi, kaifa ashkuruka haqqa shukri, vipi mimi nitakushukuru haki ya kukushukuru? Kwa sababu hata huko kushukuru ni neema kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inahitaji shukrani. Kwa ufupi na uchache tu ni kutambua kwamba uzima ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah ya Rabbi, nakushukuru kwa sababu umenipa uzima na umenipa wakati ambao kwamba
nifanye yale ambayo kwamba nimeteleza ama nimekukosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah tutakumbushana katika kushindana katika mambo ya khairati, hasa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kama huu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Al-Qur'an Al-Karim anasema, wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala al-ithmi wal udwan, shindaneni katika mambo ya heri na uchamungu, wala msishindane katika mambo, wala taawanu ala al-ithmi, wala msishindane katika madhambi wal udwan na uadui. Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu alikuwa kipaumbele mbele ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika kuyafanya ya kheri. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameswalisha alfajiri, anawakusanya masahaba zake, akauliza, ni nani kati yenu leo ameamka hali ya kuwa amefunga? Masahaba wote kimya. Sayyiduna Abu Bakar akainua mkono, akamwambia, ya Rasulullah, mimi nimefunga. Aliponyamaza kidogo, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akauliza tena, ni nani ambaye kwamba leo amepambazukiwa amenipata jeneza? Sayyiduna Abu Bakar peke yake yeye ndo akafanya nini? Akainua mkono. Ni nani ambaye kwamba amepambazukiwa hali ya kuwa ameenda kumsaidia fukara ama maskini? Masahaba wote kimya. Sayyiduna Abu Bakar akainua mkono. Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu akaona wivu. Sasa baada ya pale akamwona Sayyiduna Abu Bakar ametoka. Alipotoka akamfuata nyuma, akataka kujua ni kheri gani ambayo kwamba baada ya hizi kheri ambazo kwamba tumezikosa wataka kuitekeleza. Sayyiduna Umar yuko nyuma, lakini Sayyiduna Abu Bakar yuko makini, mwangalia kushoto na kulia na nyuma ili asionekane. Kabla kuonekana ameingia katika kijumba ambacho kwamba kimejengwa na makuti. Kumbe pale ndani kuna bibi. Yule bibi hana mjukuu, hana mume, hana mtoto, hana familia. Sayyiduna Abu Bakar kila asubuhi akishamaliza kusala alfajiri, kutoka akaenda katika kijumba cha bibi kama yule, akaenda akamfanyia usafi, akamtayarishia maziwa, alafu akatoka. Sasa Sayyiduna Umar alipoona huyu bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameuliza, nani leo amefunga? Onyesha mkono, ni yeye. Ni nani leo amesaidia maskini? Nani leo amepata jeneza? Akajua kwamba haya ambayo kwamba ameyafanya hajakoma huyu, kuna khairati ambazo kwamba yaendelea nazo. Wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi wal udwan. Sayyiduna Umar alipoingia kwenye kile kibanda akakaa chini, akapisha salamu, akamuuliza ndugu, naona kunaingia bwana hapa, nini ambacho kwamba alikuwa anakifanya? Akasema, huyu ni Sayyiduna Abu Bakar, kila yaumi, kila siku ya Mungu anapomaliza alfajiri kuswali kuja akanifanyia kazi hii, na jioni unipitia akaniuliza nina shida gani ili anisaidie. Haya ndio maisha ya masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Masahaba walikuwa wakishindana katika mambo ya khairati. Ndugu katika imani, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kile utakachokifanya hata kama ni kidogo, utaandikiwa thawabu kwamba umefanya kitu kikubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ambaye kwamba atamfuturisha Muislamu mwenzake, si lazima mwite nyumbani amlishe chakula. Ile tende ambayo kwamba amepewa msikitini akaigawanya mara mbili. Sisemi tende mrundo, nasema tende moja tu ambayo kwamba umepewa msikitini ili ufungulie muadhini. Ile tende ukaona iko haja ya kuikata pande mbili ili ukamfuturisha Muislamu mwenzako,
ukimjalia kwamba wewe umekuwa sababu ya yeye kufuturu, basi utaandikiwa kwamba umekwenda umemfuturisha, ambaye kwamba zile thawabu zake za kufunga utazipata wewe na yeye asinyima. Zile thawabu za mtu wa kufunga, wewe umefunga una thawabu zako, na yule aliyemfuturisha una thawabu zake, na yule ambaye kwamba umefuturisha asipunguziwe chochote katika thawabu zake. Ni kheri iliyoje ndugu katika imani. Leo tumekusanyika, wewe ndio ya kwanza uko tayari kukusanya mrundo wa chakula mkononi mwako, ili mradi mwenzako asipate kufungua ile tende. Sisemi tende, maji. Sisemi maji. Kuanzia Ramadhani ianze mpaka sasa, umesaidia wale ambao kwamba hawana uwezo wa kufuturu chakula kizuri nyumbani kwao. Wangapi? Ni kheri sampuli gani? Sisemi chakula. Umesaidia mayatima wangapi kutoka Ramadhani ianze? Umetoa tende kiasi gani kutoka Ramadhani ianze? Huku kutoa ndugu katika imani tunaona ni jambo rahisi, lakini mwanadamu anapofika wakati wake wa kuondoka katika mgongo wa ardhi kama huu, humwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nicheleweshe ya Rabbi, nirudi. Je, arudi aswali? Hapana. Arudi atwe? Arudi afunge? Hapana. Arudi ahaji? Hapana. Atasaddaka, nirudishe ya Rabbi, fa atasaddaka wa akun minas salihin, nitoe sadaka ili nipate kuwa miongoni mwa watu wema. Kumbe kutoa ndugu katika imani ni miongoni mwa jambo muhimu na ni amali kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema ya kwamba yule ambaye kwamba atakuwa na kaida ya kutoa, yule ambaye kwamba atakuwa na kaida ya kusaidia, basi miongoni mwa watu ambao kwamba watakuwa katika kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni wale ambao kwamba watakwenda kutoa sadaka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mmoja miongoni mwa matajiri alimwona maskini anatoa. Maskini alikuwa na kipato kidogo, akachukua ule mgao ambao kwamba ako nao, akagawanya mara mbili. Akagawanya nusu ikawa ni ya kwake nyumbani na nusu ikawa anataka kuwasaidia wale ambao kwamba hawana. Ule tajiri alikuwa na vile, akachukua mali yake naye akagawanya. Lakini siku ya Kiyama Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema ya kwamba ule mgao wa yule maskini ambaye kwamba alikuwa na kipato kidogo ulikuwa uko juu, amali zake zilikuwa nyingi kuliko yule ambaye kwamba ana mali nyingi na amezitoa. Kwa sababu gani? Innamal a'malu binniyati, hakika amali yoyote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hutazama nia yako. Je, umesema ndugu zangu watatu leo msikitini, naomba nikawafungulishe nyumbani. Alhamdulillah, ukifika pale kila aina ya matunda utapata, kila aina ya kinywaji utakipata, kila aina ya chakula utapata. Lakini kumbe ni kwa sababu kija msikitini kijue, mashaallah, huyo nyumbani kwake hana dhiki bwana. Umekwenda kuwafuturisha hawa mabwana watatu, si kwa sababu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umekwenda kuwafuturisha ili ukionekana umepanga safu, watu wakunyenyekea. Alhamdulillah, maisha yake yamekuwa ni maisha ambayo kwamba na starehe, basi zile sifa utakuwa umezipata duniani. Mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala itakuwa ni habaa mansura, hakuna hisabu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini yule maskini ambaye kwamba ametoa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hata kama ni shilingi 10 ametoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, thawabu zake ni nyingi kuliko ulimwengu na vilivyomilikiwa na Mwenyezi. Ndugu katika imani, kushindana katika mambo ya khairati ni jambo muhimu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam siku moja amekusanya masahaba, ameamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aende kupigana jihadi.
aende kupigana vita, lakini wakati ule ulikuwa ni wakati wa kiangazi, ulikuwa ni wakati wa ukame, jua limewaka. Na katika vita huwa kuna maandalizi maalum, kuna maandalizi ya silaha, kuna maandalizi ya vyakula, kuna maandalizi ya kila aina. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiangalia huo wakati ni mgumu, ikabidi awaambie masahaba ya kwamba leteni kila ambacho kwamba mtu atakuwa na uwezo nacho, ili mradi twende tupigane kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Masahaba wakawa wanajitafuta, wengine wanalia hawana cha kutoa, na kwa sababu hawana cha kutoa na wanatarajia kwamba vita kama vile huenda ikawa ni sababu ya wao kutoa kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi masahaba wakaleta kila walichokuwa nacho. Sayyiduna Umar akachukua nusu ya mali yake akaileta kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema sasa leo nataka kumwangalia Sayyiduna Abubakar ataleta kitu gani. Wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan, shindaneni katika mambo ya khairati, msishindane katika mambo ya madhambi na mambo ya kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sayyiduna Abubakar akaonekana amekuja na farasi, amebeba mizigo, amekuja na punda, amekusanya kila kitu, amekileta mbele ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza Sayyiduna Abubakar, ma baki ya baiti, umebakisha nini katika nyumba? Akamuuliza Sayyiduna Umar, Umar akamwambia nimeacha nusu ya mali. Sayyiduna Abubakar akamuuliza akasema, ya Rasulullah, kilichobakia katika nyumba yangu nimembakisha Mwenyezi Mungu na mtume wake, nimembakisha Mwenyezi Mungu na mtume wake. Wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan, shindaneni katika mambo ya heri. Sayyiduna Abubakar kila wakati alikuwa mbele ya masahaba, alikuwa mbele katika amali. Aliposikia masahaba wamekamatwa na kina Abu Jahal na kina Abu Lahab, wanaadhibiwa, wanateswa, wanasulubiwa, Sayyiduna Abubakar alichukua mali yake akaenda akawakomboa watu kama hao. Alipofika akamwona Bilal amewekewa mawe katika kifua chake, anavurutwa na mchanga ambao kwamba ni mkali. Sayyiduna Abubakar akamuuliza, ni bei gani huyu? Naomba nimnunue. Wale Makuraishi wakawa wanamcheza shauri, huyu bei yake imedonda, hata ukileta shilingi na suli sisi tutakupa kwa sababu hatuna faida nayo. Sayyiduna Abubakar akasema nitawapa dirham 1000. Wale Makuraishi wakawa wanamcheka kwa istizaa, dirham 1000 yote ya dini. Huyu kwetu ni kama kinyesi tu, huyu kwetu ni kama kinyesi, hana faida. Kwao ni kama kinyesi, lakini alisikika Bilali akitembea katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza, ni nani ambaye kwamba anapita katika pepo hali ya kuwa hajakufa, yuko duniani? Akanadiwa kutoka peponi, innahu Bilalun ibn Rabaha, huyo anayetembea katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni Bilal ibn Rabaha. Kwa Makuraishi na watu wa kawaida wanamuona ni kama kinyesi, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mtu mtukufu na amebashiriwa pepo miongoni mwa wale watukufu ambao kwamba wamebashiriwa pepo na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amali gani amefanya huyu Bilali mpaka anabashiriwa pepo, mpaka anasikika anatembea katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Alishindana katika mambo ya khirati, alijitolea mbele ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam,
alikuwa mtumishi wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku moja msikiti ulipomalizika, watu wanaulizana ni nani ambaye kwamba atakuwa muadhini wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu mtu kama huyo atakuwa ni mtukufu mbele ya watu na mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Makuraishi wote wamekusanyika, masahaba wote wamekusanyika, wanamwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni nani ambaye kwamba atampitisha kwenda kuadhini. Watu wanaangaliana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, takaddama ya Bilal, tangulia ewe Bilal, faadhina nnas, nenda kawaadhini watu. Makuraishi kila mmoja akashika mdomo, masahaba kila mmoja akashika mdomo. Hadhihi sauda, huyu mtu mweusi leo ametangulia, anakwenda kuadhini, anakuwa ndio muadhini wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na haya ndio macho ya baadhi ya Waislamu. Baadhi ya Waislamu wanawatukuza watu kwa sababu ya cheo chao, kwa sababu ya rangi yao, kwa sababu ya unasaba wao, lakini hili lilitokea mbele ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Makuraishi wanapigana, masahaba wanapigana, muhajirin na ansar wanapigana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasikia ule ugomvi, akasema, sisi ni Makuraishi bwana, sisi ni watu watukufu. Wale wanasema sisi ni muhajirin, sisi ndio watu watukufu. Wakawa wanaingiza ugomvi ndani yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza, ma balu hadhihi ljahiliya, ni upi huu wito wa ujinga? Dauha fa innahu dawa aljahiliya fa innahu muntaha, acheni, huu ni wito wa kijinga, kwamba nyinyi mnajifakhiri kwamba nyinyi ndio masahaba, nyinyi ndio watu wa utukufu kwa sababu ni maansari, nyinyi muhajirina nao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akalikata mlizogo, akasema, hadhi dawa aljahiliya, huu ni wito wa kijinga. Inna akramakum inda Allahi atqakum, nyinyi mnasema ni watukufu, lakini mtukufu wenu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atqakum, ni mcha Mungu wenu zaidi. Leo jambo kama hili lipo, watu wameingiza kiburi katika nyoyo zao, watu wamejiona wao ndio watukufu kuliko wengine. Utaona swafu, watu wakipanda swafu katika swala mpaka mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanataka kuonyesha kwamba ya Rabbi, mimi umeniumba kwa sababu ngozi yangu ni hiyo, mimi ni mtukufu kuliko huyu. Kwa siwezi kaika nyayo yangu mimi nikashikana na huyu ataniharibia swala yangu. Ni Uislamu gani huu ambao kwamba leo tuko nao? Kitu ambacho kwamba dhambi la kwanza ambalo kwamba lilitendeka katika mgongo wa ardhi ni al-kibr. Ni kibri. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliuliza, ya Rasulullah, kibri ni kuvaa vazi zuri, kibri ni kupanda kipando kizuri, kibri ni kula chakula kizuri, kibri ni kuketi mahali ambapo kwamba ni pazuri? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, hiyo sio kibri. Al-kibru man batara al-haqqa wa ghamta an-nas. Kibri ni kuikataa haki na kuwadharau watu. Ukijiona una sifa ya dharau, unawadharau watu wengine na wewe ni Muislamu, jua kwamba una chembechembe ya Ibilisi na una chembechembe ya kibri. Na hii kibri Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la tadkhulul jannata alladhi fi qalbihi mithqala dharratin min al-kibr. Haingii peponi, sio kuingia peponi tu, haisikii harufu ya pepo. Alladhi, ambaye kwamba kana fi qalbihi, kutakuwa katika moyo wake, dharratin min al-kibr, kuna chembe ya kibri. Chembe ya kibri iliyozungumzwa hapa ni mfano wa tembe ya ngano ama mdudu chungu ama tembe ya mchanga. Hii ndio dharra ambaye kwamba ana sifa ya dharra katika moyo wake, katika kibri, haipati pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kibri si jambo kubwa. Kibri amambara al-haqqa, ni kuikataa haki. Kwa anazungumza ile haki ni nani? Ametoka katika nasaba gani? Ana rangi gani? Ukoo wake ni ukoo gani? Kwanza kabisa unaanza kuswali mambo kama haya. Kimwona wewe nasaba yako, alhamdulillah, kifedha iko vizuri, alhamdulillah, watu weupe, alhamdulillah, wakwao
nyumba zao zimemakinika, lakini alizungumza yeye mwenyewe Holerai, hana mbele hana nyuma, ngozi yake haina mwangaza. Ana haki gani basi? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema khudhil ilma walau bil majnuni, chukua elimu hata kama kwa mwendawazimu, chukua elimu hata kama ni kwa mwendawazimu. Siku moja kulikosekana imamu, akaonekana mtu ambaye kwamba katika ule mtaa alikuwa ni mwendawazimu, lakini alikuwa Muislamu, alikuwa hakosi swala. Kulipokosekana imamu wa kutoa hotuba, yule bwana akasimama akatoa hotuba. Hotuba ilikuwa imekusanya mambo matatu muhimu sana. Yule bwana alizungumza hotuba ndefu kabisa, akasema ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumba sisi kwa malengo, ametuumba sisi kwa malengo. Yule ambaye kwamba ataishi bila malengo hana tofauti na punda ama ngamia ama mbwa. Lengo la mwanadamu kuumbwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kutafuta riziki, kutafuta familia, watoto, watajiri, mshawakaliwa. Lengo la kuumba mwanadamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa na lengo moja. Lengo la kuumbiwa mwanadamu lengo moja tu, kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pekee yake. Mtume sallallahu alaihi wa sallam anasema la ulimwengu utakapokosekana mtu mmoja tu wa kuleta adhkar, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatakuwa na sababu ya kuendelea kuwaruzuku watu wa duniani. Angeubadilisha ulimwengu, ardhi ikawa juu chini. Lakini ukipatikana mtu mmoja, wale wengine wote wamwasi Mwenyezi Mungu, lakini kupatikana mtu mmoja ambaye kwamba anamdhukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ulimwengu utakuwa bado uko sawa, kwa sababu kuna kiumbe ambacho kwamba kinamdhukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na huu ulimwengu, hii dunia hii, kila siku ya Mungu ambaye kwamba mwanadamu uliamka, una mambo matatu unamnadia mwanadamu. Ulimwengu ukiamka unakwambia ya ibn Adam, ewe mwanadamu, yaumu jadidu alayka, hii leo ni siku mpya kwako. Hii leo unapoamka ni siku mpya kwako. Basi jitahidi angalau kwa siku upate angalau dakika 5 ukumbuke lengo la wewe kuumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usipokumbuka, kumbuka kwamba la yaudu ila yaumil qiyama, hii siku ya leo haitorejea. Hii siku ya leo si leo Jumapili, itarudi Jumapili, lakini haitorudi Jumapili kama ya leo. Katika umri wako imebanduka siku moja. Kama wewe umeandikiwa uishi miaka 70, basi jua una miaka 69. Leo itoe katika hesabu yako ya maisha, itoe katika hesabu yako ya riziki, itoe katika hesabu yako ya pumzi, itoe katika hesabu yako ya kuishi katika ulimwengu. Kila siku inakunalia, na kuna kiumbe ambaye kwamba hachoki kwako wewe kuja kukuangalia kila jisaa la kwenda kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye kwamba ni malakul maut. Malakul maut humtembelea mmoja wetu kila siku, kila kipindi cha swala. Anapokupata kwamba wajitayarisha kuneaminiwa waenda msikitini, kumwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, nijalie katika kuja kuitoa roho ya kiumbe huyu, unipe angalau huruma, unipe angalau huruma, nije niitoe roho yake hali ya kuwa hatutaandika kiumbe kama huyu. Kiumbe ambacho kwamba alikuwa hafai kutaandika katika kutolewa kwake roho ni Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Lakini sikiliza maneno ya mwisho ambayo kwamba alikuwa anazungumza, ya Rabbi hawwin alaina sakaratul maut. Paji chake cha uso kinatoa jasho, mwili wake umeshika moto, umekuwa na mvuke mkali, mpaka anamwambia
binti yake Fatima, Fatima, chukua kitambara, chukua ndoo, chukua maji, ukamue kile kitambara, uwe wanipangusa pangusa, kwa sababu joto limepanda, kwa sababu ni sakaratul maut. Huyo ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna kipindi ambacho kwamba alikosa katika ibada, anaisikia ihali na kwamba joto limepanda, anataka kidogo angalau upatikane usahali katika kutolewa kwa kiroho. Kama mimi na wewe ndio kwamba swala zinakumbuka. Kwa hiyo malakul maut akikutembelea anamwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, kwa sababu huyu amekumbuka utaji wako, amekumbuka amri zako, ya Rabbi, nijalie angalau katika kuja kutoa kwa kiroho, unifanyie sahali kuitoa roho yake. Ulama wanasema mfano wa kutolewa roho, ule uchungu wake ni kama umchukue kondoo aliyakuwa ni mzima, uchukue kisu chenye kukata, uitoe ngozi yake, kuja mchinja. Ndio mfano wa kutolewa roho kwa mwanadamu. Huyu ni mtu mwema, huyu ni mtu mwema. Ndiposa pale anapooshwa maiti huwa ana maneno yazungumza, lakini yule mkoshaji huwa asikii. Anamwambia, ewe mkoshaji, usiyafanye moto sana maji yako, wala baridi sana maji yako, kwa sababu mwili wangu una majeraha. Una majeraha kwa sababu ya kutolewa roho yako. Yaani ule mwili wa maiti unapogusa ni kama kidonda, ni kama kidonda kutokamana na uchungu ambao kwamba ameupata wa kutolewa kwa kiroho. Sasa mwanadamu kila siku inamlalia kwamba mimi ni siku yako mpya, basi fanya hila, fanya alahala, kimbilia katika khairati, kumbuka ya kwamba umeumbwa kwa sababu gani. Basi malakul maut kama yule anapotembelea mtu ameghafilika, amejisahau na ibada za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumwambia na kuomba, ewe Mwenyezi Mungu, nikija nikitoa roho ya kiumbe kama huyu, usinipe hata chembe chembe ya huruma, usinipe hata chembe chembe ya huruma. Mfano wa mtu mwovu unapotolewa roho yake ni kama uchukue chembe, mshale ule uweke na kutu, mshale ule ukunje iwe kama chembe, kama ndoano vile, alafu anaivua ile roho ya mwovu, hata hamsogelee kutokamana na harufu inamtoka ya mwilini. Malakul maut huwa kando kufanya kurusha tu ile ndoano, yuaivua kama anavuvua nguo ndani ya roho kama ile, tena na ile ndoano aliyakuwa imetoka motoni. Yaani ule uchungu unaopata mara mbili, na sio kwa inakuliwa tu mara moja. Roho inatoka baadhi ya viungo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza kwamba roho ikianza kutolewa katika kisigino cha mwanadamu huwa inafika mpaka kwenye magoti. Yule mara ya kwanza anapumzika. Sasa akipumzika, sikizia ile maumivu ambayo umeyapata huko, na imetolewa ile roho na chembe cha moto miongoni mwa moto wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inatulizwa kwenye magoti, inachukuliwa ile ndoano tena kwenye magoti, ile ndoano inachukuliwa na ile roho kwenye magoti mpaka kwenye kiuno. Anapumzika mwanadamu, na yule malakul maut naye anapumzika. Ile roho inachukuliwa tena mpaka kwenye magoti, kwenye mabega yake, malakul maut anapumzika, na yule mwanadamu naye anapumzika. Sasa kizaazaa huwa ni hapa, kizaazaa huwa ni hapa kwenye koo. Ikifika roho kwenye koo, utamuona yule maiti namna anavyotaarika, anaangalia mashariki na magharibi, anaangalia watu wake, nani atakayenisaidia jameni, anatoa ulimi, pumzi za panda zikishuka. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu anapokuwa katika sakaratul maut huwa na kiu ambacho kwamba ni cha ajabu. Hata akiletewa bahari nzima, kile kiu ambacho kwamba yuko nacho haikitokata kiu yake. Sisi tunaona tu mtu anapokufa basi yake anaishiwa, huwa anapata dharubu
ya hali ya juu. Inna la sakarati, inna lilmauti la sakarati. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mauti yana kilevi, mauti yana kilevi. Sasa inapofika katika roho, huwa anashindana na mwanadamu, anataka kuirejesha roho yake, na malakul mauti naye anataka kuitoa. Sasa kizaazaa huwa pale mpaka ile roho inapofika katika utozi, ndio mwanadamu hana jinsi tena. Ndio utamwona mwanadamu ameyatoa macho yake, anaifuata ile roho kule inapokwenda, inapelekwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama roho ya mtu mwema, basi kila wingu inapofunguliwa, wale manabii na malaika huwa wanaiombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni ipi roho ya mja mwema kama hiyo? Hii harufu ambayo kwamba tunaipata ni roho ya mja gani huyo ambaye kwamba amekwenda kuepukana na maasiya ya Mwenyezi Mungu na amejipamba na ibada? Leo roho inatoa harufu nzuri, mbingu zinafunguka ili roho kwenda kukutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie katika kundi kama hilo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie roho zetu zitolewe hali ya kuwa na usahali. Lakini roho kama ile ikiwa ni ya mbaya, wingu wa kwanza, wale manabii malaika wote wanashika pua zao, wanauliza ni harufu mbaya iliyoje ya kiumbe kama huyo ambaye kwamba anakuja mbele yetu, hatuitaki. Wingu wenyewe unakataa kufunguka kwenda mbinguni kukutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiumbe ambaye kwamba ameumbwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ile roho ikifika mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu husema itupeni katika jahili, itupeni katika moto wa jahili. Sina haja ya kusikiliza wala sina haja ya kuiona. Ndugu katika imani, tushandaneni katika mambo ya khairat. Unao uwezo wa angalau kumfunguza mwenzako na tendo, mfunguze. Unao uwezo wa kumfunguza mwenzako na maji, mfunguze. Unao uwezo wa kumfunguza mwenzako na angalau kilo moja watapata, mfunguze, kwa sababu siku ya ambayo kwamba waondoka katika ulimwengu kama huu, hautoomba jambo lingine. Tumwambia Mwenyezi Mungu, wala yuakhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatachelewesha nafsi. Wewe ukinadi kumwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi nichelewesha angalau kidogo, Mwenyezi Mungu atasikiliza hoja yako. Kuchelewesha kufanya nini? Uswali? Hapana. Ufunge? Hapana. Uhiji? Hapana. La atasaddaka wa akun bisalihina, ili nitoe sadaka niwe miongoni mwa wale. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awabariki na kuwajalia fatabiuna sana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.